Karibu katika story mpya. Jamaa anasema tulitia sana aibu na tulishangaika kwa watu ambao walikuwa wanatuona siku ya mazishi ya kifo cha marehemu baba. Hii ni simulizi ambayo inasema kwamba jinsi mali za urithi zilivyoteketeza familia yetu. Ujamaa anasimulia, anasema bwana, mimi ni baba wa watoto 4 na katika familia yetu wa baba na mama tulizaliwa watoto 5. Lakini mimi ni mtoto wa 3 kuzaliwa. Wa kwanza wetu alikuwa ni dada yetu ndo mkubwa. Sawa, wa pili wa kiume, wa 3 wa kiume, wa 4 wa kiume mpaka wa 5 wa kiume. Anakuambia lakini wazazi wetu ni wazazi fulani ambao walijitahidi sana katika utafutaji, yani walikuwa vizuri sana, walikuwa na mali. In short iko hivyo. Anakuambia lakini katika maisha mama ndio ambaye alitangulia kufariki. Miaka kama 4 nyuma mama alifariki, na baada ya miaka 4 mbele akafuatia baba akafariki. Sasa basi baada ya kifo cha baba ilianza kizaazaa kuanzia ile siku tu tumetoka kuzika na siku ya pili yake. Jamaa anasema bwana, baba alikuwa na utajiri sana. Kwanza kabisa alikuwa na mashamba. Sawa, baba alikuwa na mashamba Tanga, alikuwa na mashamba ya maana tu makubwa. Lakini pia baba alikuwa na kosta zake 2 ambazo zilikuwa nafanya usafiri, zinasafirisha abiria kutoka Tanga, anasema Dar es Salaam, Tanga Dar es Salaam, zinapitia Bagamoyo. Anasema bana, tulikuwa hivyo. Lakini pia baba alikuwa na nyumba zake pale Tanga mjini, nyumba ambazo alikuwa anapangisha, watu wanapanga, na kuna nyumba 2 ambazo zilikuwa nyumba za wageni, nyumba 3 zilikuwa za kupanga, ukiachana na ile nyumba ambayo alikuwa anaishi na mke wake kama familia. Anakuambia lakini Dar es Salaam baba alikuwa anamiliki nyumba 2 ambazo zilikuwa na wapangaji tu maeneo ya Mbezi. Hii itoshe kwamba baba alikuwa na uchumi mzuri sana, na ukijumlisha yale mashamba na alikuwa anafanyia kazi katika kipindi kile, alikuwa analima kweli. Kwa hiyo baba alikuwa vizuri kiutajiri. Jamaa anajaribu kuelezea jinsi gani kwamba utajiri wao wa familia jinsi ilivyokuwa. Kwa umepata picha hapo kwamba ni watu fulani ambao wana vitu of course. Sasa basi anakuambia kizaazaa kilianza ile siku ya mazishi ya baba. Baba tu alivyofariki ile siku kilitibuka kichizi yani. Kwanza anakuambia kitu ambacho kilimpelekea baba mpaka fariki ilikuwa tu ni homa ambazo aliugua muda mrefu sana, na hisi ni utu uzima pia zilichangia zile homa. Lakini wakaweza kumuuguza sana baba hao, walimuuguza sana, mwisho wa siku akawa amefariki. Lakini anakuambia katika uzima wa baba alikuwa anaishi na kaka yetu sisi wa pili pale Tanga, alikuwa anaishi Tanga. Kaka yetu wa pili ndo alikuwa anakaa nawe pale. Unajua katika mgawanyo wa watoto, labda kama watoto mkizaliwa kila mmoja anakuwa na imani yake ya utafutaji. Mwingine ataondoka ataenda Dar es Salaam, mwingine atakuwa Ruvuma, mwingine atakuwa Tabora, hivyo mnagawanyika. Lakini yeye anakuambia sisi ambapo tulikuwa 4, 5 watoto wake, dada yetu alikuwa anaishi Dar es Salaam, kaka yetu wa pili alikuwa anaishi pale Tanga. Sawa, mimi hapa wa 3 mimi nilikuwa naishi Dar es Salaam. Alafu wa 4 wetu pia alikuwa anaishi Tanga pale, na wa 5 pia alikuwa anaishi pale Tanga, wale wa mwisho. Lakini sasa katika watoto wote, watoto ambao yani baba alionyesha sana kuwa nao benefit sana, yani kuwa nao karibu sana, akiwemo na huyu kaka yetu wa pili, ndio ambaye alikuwa naye karibu sana baba, kwa kuwa zile gari 2 zile costa za kutoa abiria kutoka Tanga kupeleka Dar es Salaam alikuwa anazisimamia yeye, na nyumba za huku Dar es Salaam katika masuala ya kodi na nini, mimi na dada ndio ambao tulikuwa kama wasimamizi ambao tulikuwa huku Dar es Salaam, na wale wadogo zetu wengine wa mwisho walikuwa wanadili na nyumba za pale Tanga pamoja na mashamba yale. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo, lakini mtu ambaye alikuwa karibu sana na baba alikuwa ni kaka yetu wa pili, ndio ambaye alikuwa sana karibu na baba, na hata baba alipokuwa anaugua yeye ndio ambaye alikuwa kipaumbele pale kama mtoto ambaye yuko pale kumuuguza yule mzee. Sasa basi ilipotokea kifo chake yule mzee, tukawa tumekusanyika pale Tanga kwa ajili ya kumstiri yule mzee. Anakuambia wamefika tu ile siku wamemzika baba yao leo. Kesho yake ilibidi kikao cha familia kiitishwe. Ukiangalia sisi wote ni watu wazima na sisi wote tumeshaoa na familia zetu. Sawa, kwa hiyo sasa pale libaki kikao pa tukipitisha kama ilivyo tamaduni za Waafrika. Baada ya mazishi kesho yake kunakuwa na kikao. Kwa hiyo tukawa tumeitana pale. Nilikuwepo mimi, wale kaka zangu na wale wadogo yule kaka yangu na dada yangu na wale wadogo zangu 2 katika kile kikao pamoja na mjomba. Huyu mjomba alikuwa ni
kaka yake mama yetu sisi marehemu, alikuwa ni kaka yake, lakini huyu mjomba alikuwa sana naye pia yuko karibu sana na mzee, kwa sababu naye pia alikuwa ni mmoja wa dereva wa ile gari moja, ile Costa moja ambayo alikuwa anatoa abiria kutoka Tanga kupeleka Dar es Salaam. Kwa hiyo aliweza kupatiwa kazi na baba kutokana na ule ukaribu na utendaji kazi mzuri. Basi alikuwa tu ni sehemu ya familia, japo ni mjomba wetu, kaka yake mama. Licha ya mama kufariki, lakini bado yani hakuacha kufanya kazi pale, kwa sababu ilikuwa tayari sehemu ya familia. Kwa hiyo hata katika kile kikao pia naye tuliweza kumuita, au naye pia aliweza kuhudhuria katika kile kikao. Sasa basi anakuambia tumeitana katika kile kikao, mwanzilishi wa kile kikao sasa alipaswa awe dada. Sasa kwa kuwa mwanamke ni mwanamke tu, sawa. Kwa hiyo kaka yetu huyu wa pili ndo aliweza kushika usukani kama mtu mzima pale, akifuatiwa na mjomba pembeni. Bwana anakuambia kile kikao kilipofunguliwa, sawa, baadaye pale kaanza majadiliano pale. Katika majadiliano maneno akaanza kusemwa na yule kakao mkubwa kwamba baba ameshafariki tayari, alikuwa anaugua hivi, akaanza kusimulia pale, na hatimaye tumeshamzika, tulitumia gharama nyingi katika kumuuguza hivi na vile na vile. Akaanza kuwasimulia especially wale ndugu zake ambao waishi pale Tanga, kwamba ili wapate mkasa mzima jinsi gani baba wao alikuwa anaugua mpaka wakaweza kumpoteza. Baadaye ya mazungumzo yale kutoka kwa kaka mkubwa yule wa pili, baadaye akaweza kuwakaribisha wengine, akasema jamani, wengine karibuni katika mazungumzo. Sasa basi mtoto wa 4 katika familia yetu sisi, ambao ni mdogo wangu wa 4, yani baada ya kuzaliwa mimi, yeye anamfuatia, anakwambia yeye akaanza kuzungumza pale, akasema jamani, tumesikia na sisi wote ni watu wazima na wote tumeoa. Akasema jamani, tumesikia jinsi ambavyo ilikuwepo kwa baba. Kiukweli poleni sana ambao mlikuwa mnamuuguza baba, lakini ndio hivyo mipango ya Mungu na nini. Akaongea maneno mazuri tu ya busara. Baadaye akawa amesemaje, lakini baba alivyofariki kuna mali ambazo ameziacha, au kuna vitu ambavyo ameviacha baba kama vya kifamilia, na itoshe tu kusema kwamba hivi vitu ni vya familia, kwa maana mama yetu alishatuacha miaka 4 iliyopita na jana tumetoka kumzika baba yetu. Kwa hiyo sasa ni lazima tukae kama familia, tujue hizi mali, especially zile gari 2 zitaendelea vipi, lakini nyumba za Dar es Salaam 2, nyumba 3 za hapa Tanga za kibiashara, lakini na nyumba yetu hapa ambao kwa sasa hatakuwa anaishi mtu, manake alikuwa anaishi mzee na huyu kaka yake mkubwa. Kwa hiyo vyote tuviangalie kama ni sehemu, ni mali ya sehemu ya familia, sawa. Bwana anakuambia aliongea vizuri sana kwa wengine ambao walisikia, lakini baada ya kuongelea tu masuala yale ya mali, kiwemo na zile Costa na kadhalika, akashangaa pale yule kaka yake mkubwa ambao ni wa pili kuzaliwa, akainuka hapo akawa ametoka nje. Kabla ya kikao kuisha akawa ameondoka. Kumbuka hapo jana wametoka kumzika baba yao, lakini hapo jamaa akawa ameondoka. Kwa hiyo akamaanisha kwamba amechukizwa yule dogo kuzungumzia zile habari za mali pale kwenye kile kikao. Sasa wakawa wamebaki watu 5, watu 4 watoto, akiwemo na yule mjomba. Akabaki wanashangaa, vipi hapa, kitu gani ambacho kinaendelea? Basi hawakuweza kuhimili tena kile kikao, na ukiangalia kaka mkubwa tayari ashaondoka, na kaka mkubwa ndiye ambaye alikuwa anaishi na baba yake mpaka umauti unamfika. Sasa leo hii tunapata kuzungumza hapa, tujadili kwamba hizi mali inakuaje. Anashangaa kakao mkubwa ametembea, amechukizwa, kama kuna kitu fulani ambacho kimemchukiza. Aisee, yule kakao mkubwa anakuambia alivyotoka pale kuaga anaenda wapi, na moja kwa moja akawa ametoka nje ya nyumba akaondoka, sawa. Na kulikuwa na gari ya kutembelea, nilisahau ya yule mzee, kulikuwa na gari ya kutembelea pale nje, ila yule kaka mkubwa akawa ameondoka kuchukua funguo yote ya gari pale, akawa ametembea ameondoka. Wametoka nje kumwangalia hivi hayupo. Bwana pale akabaki sana na tamaki, vipi, kitu gani ambacho kinaendelea hapa, au makosa yako wapi? Mvurugano wa familia anakuambia ulianza hapo, kumbe ilikuwa ni trailer tu. Aisee anakuambia tumekaa toka ile siku kikao tulikaa asubuhi, tumekaa mpaka mchana, kaka arudi, mpaka jioni arudi. Na pale anakuambia tulikuwa na wake zetu pale ambao wengine tulikuja nao, sawa. Ni jambo ambalo tuliweza kuonesha tabia chafu kabisa katika familia yetu, na jambo ambalo liliwashangaza ambao hata walisikia pale kwamba imekuaje kikao, sawa. Na mjomba wetu hakuweza kuzungumza kitu. Baadaye yule kaka mkubwa kutoka, na yule mjomba naye pia akawa ameondoka, sawa. Akawa ameondoka naye pia bila kuaga kwamba anaenda wapi. Anakuambia hatukuelewa kitu ambacho kimeendelea. Sasa basi ile siku iliyopita kaka hakurudi. Siku ya pili mara ghafla wakashangaa dadao mkubwa, wakashangaa yule dogo wa pili anaanza kudondoka. Alidondoka ghafla sana, yule dogo ambaye alizungumzia mali ile siku,
alidondoka tu ghafla, kitu ambacho kilimdondosha wakielewi. Sasa basi kitu ambacho kiliendelea